Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habari za wakati huu. Kwa mara nyingine tunaendelea na vipindi vyetu vya kilimo katika channel yetu hii ya Kilimo ni Pesa. Tusisahau kusubscribe, kulike na kushare ili na wengine wapate kuona video hizi na ziwafikie watu wengi zaidi. Na unaposubscribe basi utakuwa kwanza kupata video zetu wakati tunapo ziweka. Kwa hiyo tusisahau kusubscribe ili tuwe kwanza kupata video. Kwa tukiendelea hapa, tupo katika kilimo cha passion au wengine wanaita matunda na wengine wanaita makarara, kama sijakosea. Basi leo tupo katika kilimo hichi, na kilimo hichi ni kilimo ambacho unaweza ukakifanya kwa gharama nafuu, hususan sehemu ambazo aidha ikiwa una shamba lina miti mikubwa kama hivi unavyoiona hii hapa. na mti kama hii ya mkorosho, kuna huapo, kuna mti mwingine huapo, kuna mti mwingine huu, kuna mti mwingine hii tunaiona huku. Hii ni miti ya mikorosho ambayo mimi ninayo hapa. Kwa hiyo unaweza ukafanya kilimo hichi kwa kupanda katika miti kama hivi. Kama una miti kama hii na unahitaji kupanda kilimo cha passion, basi usiikate, panda tu hivi juu. Utatumia gharama nafuu sana, kwa sababu haito kuhitaji wewe kuwa na mirunda au kuwa na mijengo hii ambayo kama nimeitumia hapa. Hii nimeitumia hapa katika eneo jingine hili ambalo nimeona niongezee hii miche, lakini mwanzoni nilianza kuipanda kwenye hii miti ambapo sasa hivi ameshafika hivi na anazaa. Na kama humu kwa siku unaweza kuokota hata kilo 2 au kilo 3 katika huu mti mmoja. Kwa hiyo kama una miti hii mingi, sasa hivi ndo yameanza kuzaa, yani bado ndo mwanzo. Kwa hiyo samanini kidogo na flow. Kwa hiyo video unaweza kusikia kama sauti hivi kidogo haiko vizuri. Ndio hivyo, kifua kinauma na mafua ya hapa na pale. Hali ya hewa kidogo sasa hivi imechange. Kwa hiyo hapa ukiacha kilimo cha papai ambacho tunacho, nimepanda kilimo kingine cha passion, na miti ambayo niliipanda mwanzo kupunguza gharama niliipanda kwenye mti kama hivi. Ipo mingi. Kwa mfano kwenye mti huu pia tukiangalia huko juu utaona kuna mpension juu upo. Kwa hiyo niliipanda katika hali ile ya kupunguza gharama. Kwa hiyo ukiwa na miti mikubwa kama hivi usiikate. Kama unataka kufanya kilimo hichi na kwa gharama nafuu, basi hiyo pia fanya kwa ni fursa. Panda tu mche wako chini hapo. Kwa mfano mti kama huu mimi nimepanda miche 1, 2, 3, 4, 5. Nimepanda miche 5, na kwenye kimti hichi hapa kidogo ambacho kimeungana hapo nimepanda miche 2. Kwa hiyo eneo hili tu kuna miche 7. Na naweza pia nikapanda mwingine, ipo mengine hapo midogo inaendelea kukua juu. Kwa hiyo eneo kama hilo litakurahisishia wewe kutokuingia gharama za hii mijengo au mirunda wengine wanaita.
wengine wanaita mijiti, kwa hiyo itategemea na unatumia lugha ya wapi. Kwa hiyo unapotumia sehemu kama hii inaweza ikakugharimu kiasi kwa ajili ya kununua hii mijengo, lakini kama upo sehemu ambayo inapatikana kiurahisi, basi kilimo hichi una uwezo wa kukifanya kwa gharama nafuu kabisa. Sasa hivi eneo hili linatakiwa kulifanyia palizi, lakini miche yetu ndo hii. Sasa hivi nafunga kamba hii kwa ajili ya kuirahisishia hii miche ije juu, huko ambako nimeweka waya, na sehemu nyingine sijaweka waya, nimeweka pia hii mijengo huku juu. Kwa hiyo miche yetu sasa hivi inaendelea kukua, na ikiwa leo ni tarehe 30 mwezi wa 5, miche yetu imefikia ukubwa huu. Miche imefikia ukubwa huu. Imefikia ukubwa huu. Juu inapokuja ni hapo, lakini mche umefikia hapa, na mengine imeshafika juu kama tunavyoona hapo. Mengine hiyo imeshafika juu kama tunavyoona, na mengine iko sezi hapo, na mengine hiyo ndio inakaribia hapo juu. Urahisi wa kutumia hii mijengo katika kilimo hichi utakurahisishia kuanza kuvuna mapema, tofauti na ukipanda kwenye miti kama nilivyopanda kwenye miti hii hapa mikorosho. Mikorosho ukipanda itachelewa zaidi hata ya miezi 2 au 3, itategemea na huo mti una ukubwa gani. Lakini unapopanda miche hii au unapanda zao hili la passion na ukatumia mijengo kama hivi, itakurahisishia kutumia muda mfupi mpaka kufikia kuzaa, kwa sababu nafasi kutoka chini mpaka kufikia hapa juu ambapo inatakiwa izae ni sehemu ndogo, kama mita 2 hivi, kama mita 2 mpaka 2.5 inatosha hiyo sehemu kuifanya ndio ya kuandalia kwa ajili ya miche yako ya passion kuzaa. Lakini ukipanda kwenye miti itakupunguzia cost, gharama ile ya uendeshaji itakupunguzia, kwa sababu miti itakuwa nayo shambani kwako. Lakini unapotumia mijengo inawezekana ukanunua, au kama unayo basi itakuwa kwa kweli ni nafuu zaidi, basi bora utumie hii mijengo, kwa sababu itakurahisishia muda mfupi tu itaanza kuzaa. Ikiwa leo ni tarehe 30 mwezi wa 5, miche hii mimi nimeipanda tarehe 15 mwezi wa 2 mwaka huu wa 2025. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tukitoka mwezi wa 2 tarehe 15 mpaka leo hii, na mwingine nilipanda kama tarehe 10, lakini ndani ya umo 10, 15 hapo ndo nilipanda hii miche, na imeshafikia ukubwa huu. Mpaka sasa hivi ina takriban miezi 2 hivi na nusu. Na kwa mujibu wa wataalamu, na hata kwa mujibu wa nilivyopanda baadhi ya miche mingine, ndani ya miezi 6 unaanza kuvuna. Ndani ya miezi 6 unaanza kuvuna. Kwa hiyo hichi kilimo mpaka sasa hivi mimi miche hii niliandaa mwenyewe, sijanunua, na ni rahisi sana kuandaa miche ya passion. Ni rahisi sana kuandaa miche ya passion. Kwa hili eneo lote hili
mote humu nimeieneza miche. Bado nipo katika harakati ya kuiwekea hizi kamba kwa ajili ya kurahisishia huu mche wetu kupata support ya kunyanyuka juu kuja hapa sehemu ambayo utatambaa kwa ajili ya kuzaa. Kwa nipo katika hatua hii. Ila miche hii uwezo wa Allah, basi ndani ya miezi 2.5 inayokuja au 3, hii tutaiona ikizaa kabisa. Kama tukija upande huu, niliipanda miche hii, sasa hivi imesha zaa sana. Hii imeshaanza kuzaa. Kwa hiyo tusisahau kusubscribe katika channel hii, kushare na kulike na kucomment pia kwa ajili ya kujifunza zaidi. Sababu mimi pia ni mwanafunzi tu hapa. Ndio kwanza naingia katika hichi kilimo au katika vilimo hivi pia. Ndio mara yangu ya kwanza nimeingia katika hivi vilimo. Kwa kuna baadhi ya makosa naweza nayafanya, wengine wananikosoa. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa sikati tamaa, naendelea na kilimo katika eneo hili. Zao la passion lina wateja sana. Mwanzo wakati nakuja kuingia katika kilimo hichi, mimi sikuwa na wazo kabisa la kupanda passion kwa sasa hivi la biashara, bali nilikuwa tu napanda passion la kiasi tu ya kutumia matumizi yangu. Lakini nikaona wateja wengi sana, kwa nikaamua niache kwanza vilimo vingine niingie katika kilimo cha passion, kwa sababu nimeona kwanza cha muda mfupi ambacho pia unavuna muda mrefu. Kwa kilimo nimekiingia sasa hivi hichi, ndio naendelea nacho. Kwa humu nipo katika harakati za kuweka hizi kamba kwa ajili ya kuirahisishia. Kama tunavyoona, baada ya kuweka hizi kamba nitaingia katika palizi hapa. Kwa hiyo ni kujitahidi kupambana hapa, na vitu vingi nafanya mwenyewe kwa sababu kilimo hichi mpaka sasa hivi, kwa sababu kimekutana na mvua, basi simwagilii. Toka nilipopanda nilimwagilia siku 2-3 kwa sababu ilikuwa ni kiangazi. Baada ya hapo mpaka leo simwagilii. Na kama tunavyoiona tu, iko vizuri sana. Imenawiri, iko vizuri tu, afya, na sijapuliza dawa yote. Mpaka sasa hivi hapo ilipofikia sijapuliza dawa yote. Na hata hii ambayo nimeipanda kwenye miti kama tunavyoiona, iko vizuri sana, haijapuliziwa dawa. Kwa hichi kilimo tukifanyeni, kina soko sana maeneo mengi. Ukiacha eneo hili la Mkuranga, huku wateja wanapita kila siku. Kwa nikaona kuna fursa nisiache ipite. Asanteni.